Waumini wa dini ya Kiislamu wameonyesha kutokufurahishwa na kitendo cha wanakwaya hawa kutumia mavazi yao ya Kiislamu katika wimbo wao wa kwaya. Kwa kawaida mavazi kama haya tumezoea kuyaona yakitumiwa sana na watu wa dini ya Kiislamu, na imekuwa kama utambulisho. Popote utakapomwona mtu kavalia hivi tu, utajua huyu ni Muislamu. Lakini awamu hii imekuwa tofauti sana, ambapo wanakwaya hawa wameamua kutumia mavazi haya katika wimbo wao, na hali hiyo imewafanya baadhi ya waumini hao waweze kutoa maoni yao. Kwa sasa, hebu tuwasikilize wanakwaya hawa na kisha tuweze kuendelea. Kumjua Yesu ni zaidi ya vitabu, kumfafanua katika maombi. Hakika hiki kimekuwa ni kitu cha kitofauti sana, na baada ya swala hili kutokea, kila mtu alionyesha namna alivyolipokea. Na hapa zipo baadhi ya komenti kutoka pande zote mbili, yaani Waislamu waliweza kutoa ya kwao na Wakristo nao wakaweza kutoa ya kwao. Hebu tusikilize na kusoma kidogo. Kuna huyu wa kwanza alianza kwa kusema, yaani makafiri kwa chokochoko. Hayo ndio yalikuwa maoni yake. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akasema, huu mwaka waimba kwaya wanachanganyikiwa. Kuna yule aliyechoma gari, akamalizia na emoji za kucheka. Hayo ndio yalikuwa maoni yake. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akaja akasema kwamba hamna lolote, mnataka watu wakiona wajue ni kaswida, akaweka emoji ya kucheka na akaendelea kwa kusema, sasa kuvaa kanzu kanisani ndo nini? Hivi mngekuwa mmekaa kimya, watu si wangejua ni Waislamu? Akacheka na kuendelea kusema, watu bwana, kama mnapenda Uislamu si mje huku kiingilio bure. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akaja akasema kwamba Ukristo ni imani ya kumwabudu mwanadamu mwanaume, tena ana mama na ana baba wa kambo, ana wajomba wa hiari, tena alitahiriwa. Ukiacha yote ni mwanadamu ambaye na yeye ana Mungu wake. Lakini akaongezea pia kwa kusema Ukristo na Uyahudi, yaani imani ya Waisraeli, ni imani mbili kama usiku na mchana. Wayahudi wanamwabudia Mungu ambaye kaumba kila kitu, na kila kitu hana anachofanana nacho, yaani Alaha au Hashemu. Sijajua hapa mwishoni kamaanisha nini, ila hivyo ndivyo alivyotoa maoni yake. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akaja akasema kwamba safi, mnaanza kuelewa maandiko sasa. Kidogo kidogo tutafika tu, bado na mvae sanda mkifa kama alivyovalishwa Bwana Yesu akiwa kaburini. Tuache masanduku na suti na mashela. Ndiyo yalikuwa maoni yake huyu. Lakini pia kuna mwingine naye akaja akasema, mna vurugu, ila sawa, niwatakie Christmas mubaraka. Hayo ndio yalikuwa maoni yake bwana. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akaja akasema kwamba mkiwa mnavaa hivi hata dhambi mtapunguziwa. Kwa kweli mmependeza, Allah awafanyie wepesi, msilimu kabla ya umauti wenu insha Allah. Aliishia hapo. Lakini kuna mwingine naye huyu akaja akasema kwamba taratibu mtaingia kwenye mfumo tu, akaweka emoji ya kucheka na kuendelea kwa kusema kwamba mmeona mlivyopendeza sasa kuliko mkivaa vimini vyenu, akacheka tena. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akaja akasema kwamba mmechoka kuabudu na vimini siku hizi au fujo tu? Lakini pia komenti nyingine ikasema kwamba embu mnijibu, ikiwa Injili, Zaburi, Torati na Kurani ni vitabu vya Kiislamu, yenu wa Kristo ni ipi? Lakini pia kuna mwingine naye akaja akasema kwamba ndiyo hiyo dini Kriislamu, au bila shaka kamaanisha ni muunganiko wa dini ya Kiislamu na Kikristo kwa nilivyomuelewa. Lakini pia kuna mwingine naye akasema kwamba kumbe mnapenda tunavovaaga na hamsemi, sema hapo bado kidogo tu, taratibu mtakuja tu. Yeye huyu aliishia hapo. Lakini pia kuna hii inasema, so wale mnaosemaga wanaoiba Kariakoo ni Waislamu kwa kuwa wanavaa majuba marefu, mmeona kuwa mwizi ni mtu na sio dini. Yalikuwa ni maoni yake. Lakini pia kuna huyu naye akasema, kama hayo mavazi siyo ya Kiislamu, mbona hamvai? Huyo alitoa swali. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akasema, hiyo ni kaswi kwaya mix by Yase. I say. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akasema, mbona mmevaa hayo mavazi? Yaani kama ningepewa nafasi ya kuchagua dini, ningechagua Muslim. Hayo ndiyo yalikuwa maoni yake na maoni yao wote kwa ujumla. Lakini haikuishia hapo tu, nao Wakristo wakaweza kutoa ya kwao. Hebu tuwasikilize na wenyewe pia walisemaje. Kuna huyu wa kwanza, yeye alisema kwamba naomba kujua kwa nini wameimba wakiwa wamevaa mavazi ya dini ya wenzetu. Yalikuwa ni maoni yake. Lakini pia kuna huyu mwingine naye alisema kwamba nasoma komenti za wanaogombania mavazi, akaweka na emoji ya kucheka, na hayo ndiyo yalikuwa maoni yake. Pia kuna huyu naye akasema, mbali na kuoana tumeanza kuvaliana jamani, Tanzania oe, Yesu iye. Aise, ameonyesha kufurahishwa na kitu. Haya bwana, ndiyo yalikuwa maoni yake. Hata Waislamu wanazipenda nyimbo zetu,
hii nimeshakutana nayo kwa WhatsApp status ya mjukuu wa Mtume. Bwana mimi sina usemi. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akasema, Injili isonge mbele. Kama msingevaa hivi, Waislamu wasingepata hii Injili, maana wangeswipe na kusepa. Maoni hayo. Lakini pia kuna huyu mwingine naye akasema, basi sijui why Waislamu wanashindwa kutofautisha kuwa hili sio vazi la dini ila ni utamaduni tu. Halafu sasa wanawake wa Kiebrania hivi ndivyo walipaswa kuvaa. Ni maoni mengine hayo. Lakini pia kuna mwingine naye akasema, bado kidogo tu Yesu wetu arudi, ni swala la muda tu, magugu na ngano vitajitenga. Akaweka emoji za upendo pale, kisha akaendelea kwa kusema, Mungu atusaidie sana. Hayo ndio yalikuwa maoni yake. Tusome na haya pia. Haya mavazi ni mavazi ya Kiebrania na si ya Waislamu pekee. Someni vitabu vya dini ili mjue zaidi, msifadhaike sana. Yeye aliishia hapo na komenti nyingine inasema, congratulations. Waislamu pia wanamwimbia Yesu. Lakini kuna muumini wa Kiislamu pia akaja akaliply hapa kwa kusema, Bible ilisema mjistiri, ila nyie sasa. Na mwingine pia akaliply naye kwa kusema, hayo ni magazine wamevaa, haimaanishi ni Waislamu. Na komenti inayokamilisha mada yetu ya leo ni hii hapa, iliyoandikwa na Talitha 10. Yeye inaonekana kwamba yupo katikati, hakusimama kwenye Uislamu wala Ukristo. Yeye alisema kwamba kwa kweli mmependeza na sisi sote ni wamoja na Mungu wetu ni mmoja. Mavazi sio kitu cha kutubagua. Aisee, bonge la point. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Je, wewe mpenzi mtazamaji wa Iconic, una nini cha kuzungumzia kuhusiana na hili? Tuandikie kwenye comment ili tuweze kujua maoni yako. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na utakapofanya hivyo basi utakuwa umetuoneshea upendo mkubwa sana. Asante kwa kutazama, na mimi ni Justin Barabara. Karibu tena kwa video zijazo.